Leo ilikuwa ni mechi ya nusu fainali ya kombe la Carabao Cup ambapo kwenye uwanja wa Stamford Bridge Chelsea walikuwa wenyeji wa Arsenal, kifupi tunaweza kuita London Derby, mechi ambayo imekuwa ni mechi nzuri, mechi ya kuvutia, mechi ambayo imeshirikisha majiant wawili wa soka la England ama soka la Uingereza kama wengi ambavyo wamezoea. Na matokeo ni mabao 2-3 tumepoteza kama Chelsea. Tukipoteza mabao hayo 3-2. Mabao ya Chelsea leo hii yakifungwa na Alejandro Garnacho ambaye ametokea benchi lakini ameweza kupachika mabao 2 kwenye mchezo huu. Kikosi cha Chelsea leo hii kilikuwa ni hakina mabadiliko makubwa sana kutokea kwenye timu ambayo tumezoea kuiona mara nyingi kwenye michezo mingi, hasa hizi big match ambazo tunaziona, lakini majina kadhaa hatujapata nafasi ya kuyaona. Lakini kwenye kikosi Roberto Sanchez alikuwepo golini, Achampong upande wa kulia, upande wa kushoto ni Marco Correa, katikati Fofana pamoja na Trevor Chalobah, lakini kwenye double pivot Andre Santos pamoja na Enzo Fernandez, lakini kwenye kiviungo wa kushambulia Estevao upande wa kulia, Neto upande wa kushoto, Joao Pedro akitumika kama namba 10 siku ya leo, lakini Marc Guiu akitumika kama central striker kwa siku ya leo. Mabao 2 kutoka kwa Alejandro Garnacho ambaye aliingia uwanjani dakika 53. Dakika zake hizo zimefanya aweze kupachika mabao 2 ambayo kwa namna moja ama nyingine yanafufua matumaini ya Chelsea kuweza kusonga mbele kwenye mchezo wa pili ambao utafanyika pale Emirates tarehe 3 Februari. Leo hii Chelsea tumeweza kuwakosa baadhi ya wachezaji ambao walikuwemo, miongoni mwao ni wachezaji 6, lakini Cole Palmer, Reece James, Moi Caicedo pamoja na Malo Gusto ambao tumezoea kuona kwenye kikosi, leo hii hawakupata nafasi ya kuwepo kwenye kikosi kutokana na sababu mbalimbali ambazo zimesababisha wasiweze kupatikana kwenye mchezo huu. Niko na Hafiz Mnacho, lakini pia nitakuwa naye mchambuzi wangu mwingine ambaye tutakuwa naye hapa, lakini kwa wakati huu nianze na Amani Mustafa. Amani Mustafa ambaye yeye atakuwa na mengi ya kutujuza nini ambacho kimeweza kufanyika kwenye mechi hii ya leo. Nianze na tumwangalie Liam Luzeina, namna ambavyo alianza mechi na namna ambavyo ameweza kuimaliza mechi. Kiufundi ameweza kuonja joto la jio kwa mara ya kwanza. Nini ambacho alifeli kwa siku ya leo na nini ambacho ameweza kufaulu kwa upande mmoja ama nyingine, ikiwa ni mechi yake ya pili tangia amechukua hatamu ya kuwa mwalimu wa kuinoa Chelsea? Kwa mechi ya leo kocha Liam Rosen anakuwa ni mechi yake ya kwanza kabisa kuweza kumanage klabu ya Chelsea akiwa Stamford Bridge, na tukiangalia zaidi kwenye upande ambapo kocha Liam Rosen anaweza kawa amefeli kwenye mechi ya leo, kwangu mimi sijaona vitu vikubwa sana ambavyo naweza nikasema Liam Rosen ameweza kufeli kwenye upande wa mbinu, lakini ukiangalia kwa namna approach yake alivyo set kikosi kutokana na wachezaji wanaopatikana, kwa sababu kusikana kwa mchezaji kama Reece James, Malo Gusto pamoja na Cole Palmer ambao ni wachezaji wa kikosi cha kwanza mara zote, kwa hiyo inaleta wakati mgumu sana kwa namna kocha kuselect kikosi, lakini mwisho wa siku amekuja na solution ya Wesley Fofana, Achampong, Chalobah na Marco Correa kama backline, lakini Andre Santos na Enzo Fernandez ambao wamefanya vizuri sana leo wakiwa wanacheza deep kwa kupishana na kuweza kucover ground kubwa, lakini kuisaidia timu inakuwa compact. Lakini pia aliweza kuanza na Estevao ambaye amecheza mechi yote pamoja na Joao Pedro Neto, lakini pia Marc Guiu ambaye alitumika kama kuweza kuleta disturbance kwa backline ya Arsenal kutokana na uwezo mkubwa wa mabeki kama William Saliba pamoja na Gabriel. Lakini pia kwa namna hichi kikosi alivyoanza na aina ya magoli ambayo yalikuwa yamepatikana ama tumefungwa, technically ni hayakuwa makosa ya kocha, lakini ni namna ambayo wachezaji wenyewe walikuwa wanajiset. Ukiangalia Arsenal ni wazuri sana kwenye mipira ya kona, na magoli yaliyopatikana ni magoli ya namna hiyo. Goli la kwanza kama sikosei ni kosa la Sanchez, goli la pili pia kashindwa kucheza mpira, kosa la Sanchez. Kwa namna kocha alivyoset team kwenye makosa, mimi sioni kosa lake lolote alilofanya, lakini kwenye sehemu aliyofanikiwa zaidi tukiangalia ni namna ambavyo aliweza kupanga kikosi cha leo, namna alivyoweza kuiandaa kiungo cha leo.
Andre Santos kucheza na Enzo Fernandez baada ya kukosekana kwa Moi Caicedo katikati pale, lakini pia Joao Pedro kucheza kwenye role ya namba 10 baada ya kukosekana kwa Palmer na kukosekana kwa Reece James kucheza Joshua Chempong, na pia kukosekana kwa Malo Gusto kwa sababu tungetegemea Reece pengine leo ndo angecheza kama kiungo wa chini akiwa na Andre Santos kwa maana double pivot na kumuona Enzo Fernandez juu. Lakini hii ilitusaidia sana leo kucheza na Andre pamoja na Enzo wakiwa wako compact flat, lakini pia wakiwa karibu sana, na kuweza kupunguza ile pressure kubwa ya kuruhusu pasi zile fupi na zile pasi za break lines ambazo zinaweza kupigwa na wachezaji wa Arsenal kwa maana ya Martin Odegaard, Zubimendi pamoja na Declan Rice kwenye kiungo ama kwenye mistari yetu yote ya huku nyuma. Kwa hiyo hii aliweza kuwini sana na kuweza kudhibiti ile pressure kubwa na kuonyesha kwamba hata ambapo wanakosekana Moi Caicedo, Reece James, Dario Esugo, bado kuna wachezaji ambao wanaweza wakafiti vizuri na wakacheza vizuri kwenye eneo hilo la kati. Lakini kwenye sehemu ya winga aliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na impact kubwa aliyoonyesha Estevao. Hakuwa tuna bahati, lakini aliweza kuonyesha nguvu kubwa sana na pia aliweza kufanya attacking nyingi, lakini ubora wa Kepa Arrizabalaga aliweza kupelekea Estevao kutoweza kupata bao leo. Lakini ukiangalia namna ambavyo amemtumia Pedro Neto, anaenda kwenye namba 9 role, lakini muda mwingine unakuta kwenye winga ya kushoto na winga ya kulia. Yote ni kuongeza intensity, kwa sababu mtu ambaye kutoka mechi ya Charlton ameongeza intensity kwa kiwango kikubwa sana kwenye timu inavyoanza kupambana, ni kuanzia mwanzo mpaka mwisho. With all due respect, sio kwa kumsema vibaya Enzo Maresca, lakini ni kwamba kwake yeye ilikuwa hakuna intensity kubwa kuanzia mwanzo wa mechi mpaka mwisho, na ndio maana kuna game nyingi ambazo Chelsea tulikuwa tunaongoza, lakini inafikia stage timu ina lose, inashuka chini, intensity inapungua na timu pinzani zinaweza kufanya vizuri na mwisho wa siku wanapata matokeo. Kwa hiyo intensity ambayo ameiongeza kwa wachezaji kwamba kupambana kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ndo ambayo imesaidia pia hata upatikanaji hizo goli mbili ambazo amefunga Alejandro Garnacho kutokea sabu, lakini pia kuweza kumaintain kutokufungwa magoli mengi. Kwa hiyo overall kwa Liam Rosenior mpaka hivi sasa mimi naweza nikasema pia kwa namna alichokionyesha kwenye game ya Charlton na hii game ya Arsenal, kuna matumaini kwamba ana uwezo wa kumaintain vizuri timu endapo atapata utulivu wa hichi kikosi na wachezaji muhimu wale wote wakarejea. Lakini pia kwa Robert Sanchez, kwa namna ambavyo pengine Liam Rosenior anacheza, kwa namna alivyomset kucheza zile pasi fupi nyingi, tumeona kwa Enzo Maresca ndio alikuwa anafanya build up, lakini build up ile ilikuwa inategemea kuna muda ni long balls ambapo ni mzuri sana, tunajua Robert Sanchez kwenye kufanya hizo long balls. Lakini pia kwa hii ya kucheza pasi fupi na kwenda kujoin kidogo kwenye center back inakuwa changamoto, na mara kadhaa alikuwa anapoteza pasi ambazo pengine kama Arsenal wangetulia basi hapa tungekuwa tunaongea mengine. Lakini overall naweza nikasema kwa kuwa ndo mechi ya pili na anaendelea kuprogress, anaonyesha direction nzuri na pengine kuna mambo mazuri zaidi tunaweza tukayapata hapo mbele. Okay, kukosekana kwa baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa regular na ni wachezaji ambao mara nyingi wanapatikana first 11 na ni muhimu sana, Moi Caicedo, Reece James pamoja na Cole Palmer, inawezekana pia kwa sababu ya Chelsea kuweza kupoteza mchezo huu tukiwa nyumbani. Yes, kwa wale wachezaji ni quality players ambao wanaweza kukupa goli kwa wakati wowote, wanaweza watoka wachezaji wawili watatu, wanaweza kufungua nafasi, wanaweza kuifanya timu icheze vizuri. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa imetunyima ile attacking force kubwa ya kuweza kushambulia. Tulikuwa na nafasi nyingi sana za kuweza kufunga leo, lakini maamuzi ambayo yalikuwa yanatumika na wachezaji offensive, ukiangalia namna Pedro Neto alivyokuwa anacheza, kuna muda sehemu rahisi anaifanya iwe ngumu sana kwenye kufanya maamuzi. Lakini ukiangalia Joao Pedro anachelewa sana kuachia mpira, Magiwa kuwa na ile force kubwa ya kusema anaweza kufanya timu iongeze pressure kubwa zaidi kwa mabeki wa Arsenal na pengine kuwafanya wasiweze kupanda juu zaidi. Kwa hiyo kukosa quality players kama kama Reece James, kumkosa mchezaji kama Cole Palmer, Moi Caicedo, technically yes, kwa namna moja ama nyingine inaweza kupunguza ile attacking force ambayo pengine wangekwepo wangepelekea kwa kiwango kikubwa timu ingeweza kupata matokeo ya kutosha. Kwa hiyo hiyo inaweza pia ikawa sababu moja wapo. Kwenye mpira siku hizi mipira ya kutengwa imekuwa ni sehemu ya kupata matokeo. Arsenal wametufunga bao
wa kwanza kupitia aina hii ya mpira, na sisi tumekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa dhaifu sana kwenye issue ya mipira ya kutenga set play. Kuna namna mwalimu Riam anatakiwa kuongeza juhudi kwenye kuicoach team namna ya kutumia hii mipira ya set play, na kama atafanya hivyo ni wachezaji gani ambao wanaweza kuwatumia zaidi? Kwa mpaka hivi sasa nadhani Chelsea na Bernard Coeva ambaye ndo anahusika na hilo swala zaidi, na moja ya kitu ambacho hao mabosi walikitaka ni kwamba kwenye mipira ya kutenga kwa kuna mtaalamu wake mahususi. Japokuwa Liam ndio anaweza akatumika kuongeza kwa namna moja ama nyingine, lakini Chelsea na Bernard Coeva ambaye yeye ndo mtaalamu wa hii kazi, kwa hiyo anaweza akaongeza jitihada zaidi. Lakini ukiangalia kwa aina ya quality ya backline yetu ama wachezaji ambao tunao, ukiangalia hizi timu mara nyingi wachezaji wengi zinawatumia, mfano Arsenal wanatumia mabeki wake sana kwenye mipira hii na wana uwezo mkubwa sana. Wachezaji kama Gabriel, Saliba, wachezaji kama kina Mikel Merino, viungo kama kina Declan Rice wanatumika sana kwa kiwango kikubwa kuweza kumaintain. Kwa hiyo tukiangalia kwa aina ya wachezaji ambao tunao ambao ni starter mara nyingi, unaweza ukasema labda Ousmane Dembele, Wesley Fofana, Joshua Chempong, lakini pia Benoit Badiashile. Kutokana na vimo vyao pia wanaweza wakasaidia kwa namna moja ama nyingine, na maelekezo ambayo watapewa ambayo yanaweza kusaidia kuincrease ile uwezo wa kucheza mipira ya juu, na pengine tunaweza tukapata magoli mengi sana kupitia wachezaji hao, kwa sababu sio kwamba huwa hawachezi kabisa kutokana na rotation na aina ya mfumo ambao uko ndani ya Chelsea. Ni kwamba wachezaji technically hawezi kapita mechi 2-3 wasicheze. Kwa hiyo ni kama akitumia wachezaji hao wenye vimo vikubwa virefu, lakini pia viungo kama Enzo Fernandez, Moi Caicedo, japokuwa haingii sana kwenye ile eneo, basi pengine naweza nikazani inaweza tukaongeza kwa kiwango kikubwa sana uwezo wa kutumia hizi set pieces. Japokuwa pia tumesha improve kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia hata aina ya goli la Garnacho lilopatikana ni kupitia mipira hii, kwa namna ambavyo tuna uwezo wa kubana wachezaji wa timu pinzani, kumbana kipa na pengine kupoteza nafasi kabisa kwa wao wengine, na mipira kuweza kuanguka kwenye eneo la tukio na mwisho siku kuweza kupata magoli. Okay, kwenye wakati tuko 2-0 tulikuja tukapata bao. Kwanza tuliingia kwa kasi kubwa na baadaye tukaja tukapata bao, lakini baada ya kupata bao kuna namna intensity iliweza kushuka kwa kiasi fulani. Ninachotaka kujua ni namna ambavyo tumetoka huko nyuma tukiwa na mwalimu mwingine na sasa hivi tuna mwalimu mwingine. Kuna utofauti gani kati ya walimu hao wawili? Kwa sababu kuna namna fulani ya kutawala mchezo, kuna utofauti fulani wanao. Ni utofauti gani kati ya walimu hao wawili wanaweza kawa nao kutokana na mechi hii ambayo tumeiona leo, kwa sababu ndio mechi ngumu, mechi ambayo tunaweza kumpima mwalimu kwa kiasi kikubwa? Kwanza kabisa ni kwamba namna ya hawa walimu wawili wana utofauti mkubwa. Mmoja ni yuko very very rigid na mwingine ni yuko kama very static sana kwenye kile anachokiamini. Ukiangalia wakati wa Enzo Maresca, namna approach ya game inavyokuwa mara zote inakuwa inafanana. Utofauti tu ni mbinu, lakini approach ya game inavyokuwa ni hiyo hiyo. Kwa maana ya kwamba Enzo anataka zaidi atawale mchezo, na ndio silaha ambayo inaweza kumfanya pia yeye aweze kuepukika zaidi kwenye zile kushuka kwa namna moja ama nyingine ya wachezaji na intensity uwanjani. Lakini namna ambavyo Liam Rosenior mpaka sasa hivi anavyoiset timu yake ni kwamba tunaweza tukakuacha ukacheza mpira wako, lakini intensity yetu itakuwa juu zaidi na hatutotaka ishuke kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Japokuwa kuna sometimes ni mchezo wa mpira wa miguu, inaeleweka unaweza ikashuka intensity lakini ikaongezeka, ila utofauti wao mkubwa ni huo kwamba tunaweza tukakuacha wakati huu tukamanage game kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa intensity ile ile. Ukiangalia mfano wa game ya Charlton, tuliweza kumanage kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kuweza kushuka, haijalishi ikiwa tumepata matokeo tayari au la. Lakini pia kwa mechi kama hii aliacha kwa wakati fulani Arsenal icheze, lakini intensity ikiwa kubwa, wachezaji wanafika kwa haraka kwenye maeneo husika, lakini pia wakishapata mpira wanajaribu kushambulia kwa haraka zaidi. Kwa Enzo Maresca alikuwa naamini zaidi kwenye kupoza tempo ya mchezo kwa kiasi kikubwa na kila kitu kuweza kuanzia nyuma, na alikuwa sio muumini sana kufanya runs za haraka. Lakini kwa Liam Rosenior tunaona ni
kocha ambaye anataka mshambulie kwa haraka sana, mfike kwenye eneo husika kwa haraka, mnaenda wote 11 mnarudi wote 11 kwenye muda ambapo tempo ya mchezo inatakiwa iwe controlled, inakontroliwa kupitia sasa wachezaji wake ambao anawaamini sana, Andre Santos, Moi Caicedo, Enzo Fernandez, kwa sababu ukiangalia pia asilimia zote za pasi zinazopigwa, robo ya pasi ya mchezo mzima unakuta ni wachezaji hawa wawili. Either ukiangalia mechi ya Charlton ilikuwa ni Moi Caicedo pamoja na Andre Santos, kati ya pasi 600 basi 260 na zilipigwa na wachezaji wawili. Lakini ukiangalia mechi ya leo pia wamecheza vizuri sana Andre Santos pamoja na Enzo Fernandez, ambapo Andre Santos anatumika kama tempo controller na anakuwa na control mchezo kwa wakati fulani wa game ambapo inakuwa imechanganya sana. Kwa unaweza kuona ni mwalimu wa namna gani ambaye anapenda kubadilika kutokana na namna ambavyo timu hiyo inavyokuwa imeweka ile intensity uwanjani kwa wakati husika. Tarehe 3 mwezi wa pili tunaenda Emirates kucheza mchezo wa pili wa nusu finali ya kombe la Carabao. Unafikiri kwa ulichokiona kuna namna yoyote tunaweza tukapindua haya matokeo na yakawa mazuri kwa upande wetu? Na natamani kufahamu pia kwa upande wetu sisi ambao hatujui goli la ugenini lipo au walipo, pia utatufafanulia kuhusu hilo pia. Nafikiri tuanzie kwenye tunaweza kupindua meza pale Emirates. Mara ya mwisho tumeshinda Emirates Tanzania ilikuwa 2021, ambapo ilikuwa ndo kabla ya Thomas Tuchel hajafukuzwa, na toka hapo tumekuwa tuna matokeo mabovu kutokana na namna tuliyopitia. Kwa namna ambavyo mpaka sasa hivi mwalimu anavyojaribu kuiset timu yake, lakini pia kama wachezaji wetu muhimu wakipatikana, kuna uwezekano mkubwa sana tuna uwezo wa kuweza kupata matokeo tukiwa Emirates. Tuna rekodi mbaya zaidi ya kupata matokeo tukiwa katika uwanja wetu wa nyumbani dhidi ya Arsenal. Nadhani zaidi ya mechi 10 na tumecheza nao kwenye uwanja wetu, na mara ya mwisho tumeshinda ilikuwa msimu wa Maurizio Sarri kama sikosei, ambapo mechi hiyo tulishinda mechi goli 3-2. Ni muda mrefu sana, 2018-19. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini kwake mara ya mwisho tumeshinda 2021. Kwa kuna uwezekano mkubwa tunaweza tukapata matokeo ikiwa tu mwalimu ataendelea namna vizuri ya kutumia wachezaji kumanage, lakini pia wachezaji wetu muhimu wote wakiwa wanapatikana, especially kwenye hiyo mechi ya Februari 3, kama Cole Palmer atakuwa amerejea, Reece pamoja na Malo Gusto, na imani hawana majeraha makubwa, lakini ni katika kuwatunza tu. Kwa kama ikiwepo wakawepo, tuna imani kubwa sana, tuna uwezo mkubwa wa kupata matokeo. Japokuwa Arsenal ni quality team na imekamilika kwenye kila idara, ila na imani kubwa na timu yetu. Na tukija kwenye upande mzima wa goli la ugenini, hii bwana, hii ni full mkoko, yani inavyoenda ni inaenda hivyo hivyo, hakuna goli la ugenini wala kitu chochote. Kwa advantage ya Arsenal mpaka hivi sasa ni goli 1 kutokana na mechi kuisha 3-2, na kama kule game ikiisha kwa 1-0 tukawa tumeongoza 1-0, ina maana yataendelea mengine kama ni extra time ama penalty. Kwa hiyo huku bwana hakuna goli la ugenini. Kwa kumalizia, vipi kuhusu finishing ya team? Kuna nafasi chache zimeweza kupatikana, na katika hizo nafasi chache tumeweza kupata mabao mawili. Namna ambavyo timu imeanza kubadilika kwenye finishing yake, angalia mechi iliyopita jumlisha mechi hii, kitu gani ambacho unakiona kimeweza kubadilika kwenye eneo la mwisho la uwanja kwa upande wa timu yetu ya Chelsea? Kwanza naona wakati wa Enzo Maresca ilikuwa tunapata wakati mgumu sana pia kwenye kufanya finishing, japokuwa tulikuwa tuna create chances, lakini idadi ya wachezaji ambao wanaingia kwenye box ama kuoverlap ilikuwa pia kuna muda kulikuwa kuna ugumu. Lakini ukiangalia kwa huyu jamaa kwenye mechi 2-3 hizi, kuna muda unaweza kumuona beki wa kushoto yupo pembeni kabisa na overlap, kuna muda unaweza mkuta ndani na kwenye ile number 10 role. Haina utofauti mkubwa sana na Maresca, lakini nadhani kwa namna kocha anavyoiset timu yake ni kwamba intensity ile anaitaka kila kona, na wakiwa kwenye box nadhani amewaambia wawe makini sana kwenye zile nafasi. Angalia nafasi ambazo Garnacho leo amepata, nafasi 2 tu alizozipata ndio hizo ambazo ameweza kufanya finishing. Kitu ambacho nilimsikia na kisema ni kwamba anataka wachezaji wake wawe free zaidi.
na ndo kile naona ambacho anawapa wachezaji sasa hivi, especially wale offensive players wake. Na mchezaji akiwa free na akiwa hayuko automated sana, nilishawahi kusema kuwa Liam Rosenior ni muumini sana wa mchezaji kwanza, alafu ndo system inafuata. Lakini Maresca ni lazima uadapt system alafu ndo ucheze. Ina maana ukishindwa kuendana na system basi wewe unahitaji kwa Liam. Nadhani anaangalia zaidi pia na aina ya mchezaji wake alivyo na ufree gani atampa au achezeje. Kwa hiyo nadhani hicho kitu kinaweza kuwa kimebadilisha kwa kiasi kikubwa sana namna tunavyotumia nafasi hivi sasa, na ndio maana kuna utulivu wa kutosha na hizi nafasi zinazopatikana basi zinatumika vizuri, japokuwa kuna nyakati ambazo unaona maamuzi yanayokuwa yanafanywa na baadhi ya wachezaji yanakuwa sio sahihi, lakini ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo hicho nadhani ndio kitu kikubwa ambacho kimeweza kuongezeka mpaka hivi sasa kupitia hizi mechi mbili tulizomshuhudia kocha mpya. Nipate kukushukuru sana Bwana Amani Mustafa kwa kile ambacho umeweza kutupa. Tunaamini ni chakula bora ambacho kila shabiki wa Chelsea atakuwa amekifurahia na kinampa amani ya kwamba tunaenda kupindua meza pale Emirates Stadium. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa na mimi tangia pale ambapo tunaanza, akiwemo Amani Mustafa ambaye leo ampata bahati ya kutuelezea mengi ambayo yameweza kujiri. Jina langu naitwa Himidiwe Kabuje, Brazil anacheza kupitia mdomo. Tukutane tena kwenye mchezo ambao unafuatia, na ni mchezo ambao utafanyika tarehe 17, itakuwa dhidi ya Brentford kwenye uwanja huu wa Stamford Bridge, na hii itakuwa ni Premier League. Endelea kutufuatilia kupitia Darajani 1905 pale YouTube, lakini Audiomack pia tunapatikana hivyo Darajani 1905. Nikutakie siku njema na wakati mzuri wa mengine ambayo yatakuwa yanaendelea pia kupitia Darajani 1905. Bye bye.